Ani Eliabu ndugu mkubwa wa Daudi hakika alikuwa mafuta. Lakini Mungu akamwambia Samweli, lakini Bwana akamwambia Samweli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Samweli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa 7. Wana 7 wa Yese walipita mbele ya Samweli, lakini Mungu hakuchagua hata mmoja wao. Samweli alimuuliza Yese ikiwa ana wana wengine zaidi. Kijana Daudi alikuwa nje akichunga kondoo. Basi wakamuita huyo mvulana ndani ya nyumba, naye Samweli akamtia Daudi mafuta, na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu. Kumtumikia Mungu katika nafasi aliyokuchagulia. Ninaposema kumtumikia Mungu katika nafasi aliyokuchagulia, wapo watu ambao wanaparamia kazi, wanaparamia maeneo, wanaparamia mazingira ambayo Mungu hajawaitia. Lakini nataka nikwambie jambo moja, kwamba ulielewe kwamba inakupasa umtumikie Mungu katika nafasi aliyokuitia. Lakini ukitumika katika nafasi ambayo Mungu hajakuchagulia, ukitumika katika nafasi ambayo Mungu hajakuchagulia, hiyo nafasi itakutesa na itatesa maisha yako. Wapo watu wanaoparamia kazi ambayo Mungu hajawaitia. Ndio, wako watu wanaoparamia kazi ambayo Mungu hajawaitia. Niseme tu kwamba katika habari ya kitumishi, katika habari ya kichungaji, katika habari ya kiunabii, hii kazi ya kumtumikia Mungu sio kazi ya kawaida. Kazi ya kichungaji sio kazi ya kawaida. Inahitaji wito. Mungu mwenyewe akuite. Inahitaji wito mpaka Mungu mwenyewe akuite. Lakini ukiparamia kazi ya uchungaji na Mungu hajakuitia hiyo kazi, umeiparamia kwa sababu ya tamaa. Umeiparamia kwa sababu ya tamaa. Umeona mchungaji amekuwa na gari, na wewe ukasema nikiwa mchungaji nitakuwa na gari. Umeona mchungaji akitegemezwa, na wewe unasema nikiwa mchungaji nitategemezwa. Elewa hivi kwamba kazi ya utumishi sio kazi ilele mama. Kazi ya utumishi sio kazi ya kawaida. Sio kazi unayoishikia kama kazi za kiserikali. Ni kazi nyingine special ambayo Mungu mwenyewe mpaka akuite. Lakini ukiparamia kazi ya utumishi, ukaingia kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya kutamani, bila wito wa Mungu, hiyo kazi itakutesa. Na ndio maana tunasikia vituko vingi. Ndio maana tunasikia vituko kwa wachungaji. Mara huyo amemkamata na mwanamke anazini, mara huyo amemkamata na binti anazini, mara huyo amembebesha binti mimba, mara kesi mahakamani. Tatizo nini? Wito. Kazi ya Mungu inahitaji wito. Huwezi kuparamia kazi ya uchungaji wakati Mungu hajakuitia uchungaji. Usilazimishe kazi ambayo Mungu hajakuitia, maana itakutesa sana. Na ukiparamia kazi ambayo Mungu hajakuitia, utaifanya bila kuwa na huruma. Ukiparamia kazi ambayo Mungu hajakuitia, utafanya hiyo kazi bila huruma. Hata ikiaibika kazi ya Mungu,
hauoni haya. Hata ikiharibika kazi ya Mungu, wala hujuti wala huumii, kwa sababu Mungu hajakuitia hiyo kazi, na ndiyo maana haimo ndani. Hata ikiharibika, unaona ni kawaida tu, kwa sababu wito, mtumikie Mungu katika nafasi aliyokuitia. Acha waliopewa mzigo wa kichungaji. Usitamani uchungaji ukajua kwamba uchungaji ni kitu cha kawaida. Usitamani uchungaji ukajua kwamba uchungaji ni kitu cha kawaida. Ni wito, mpaka Mungu akuchague, mpaka Mungu aseme, mpaka Mungu mwenyewe akuweke katika habari ya kichungaji. Na hapo ndipo utakapoona huduma, hata patokee jambo linalolinganaje. Kama utakuwa umeitwa katika habari ya kichungaji, hata patokee jambo lolote, hata patokee jambo linalolinganaje, lazima utahimili. Na katika kuhimili utashinda. Lakini kama Mungu hajakuita katika kazi ya uchungaji, kama Mungu hajakuita katika habari ya kitumishi, utaviboronga tu, na utakayokuwa unayafanya utakuwa unafanya ambayo sio sawa. Na nataka nitoe wito, niseme kwamba hivi, uchungaji sio kitu cha kawaida. Ni kazi ambayo mpaka Mungu mwenyewe akuchague. Sijui kama nanielewa. Uchungaji ni wito. Lakini niseme tu kwamba hakuna uchungaji wa kupewa na mwanadamu. Leo hii kuna uchungaji wa kupewa. Kuna uchungaji wa kupewa. Uchungaji hatupewi na mwanadamu yeyote. Na uwezo ukapewa uchungaji na mwanadamu na safari yako ikaisha salama. Uchungaji hauwezi ukapewa na mwanadamu na safari yako ikaisha salama. Ukipewa uchungaji na mwanadamu, utafika katikati, utachoka. Na hapo Mungu hayupo. Hilo ni kwambia kweli. Na hapo Mungu hajahusika. Uchungaji wa kupewa na mwanadamu, kwamba mwanadamu amekuangalia hivi akasema, wewe unastahili kuwa mchungaji, wewe unastahili kuwa nabii, wewe unastahili kuwa mitume. Hakuna uchungaji wa kupewa na mwanadamu, ila uchungaji ni kazi ambayo unapewa na Mungu. Ndugu, usiparamie kazi ambayo Mungu hajakuitia. Wapo ambao umeparamia kazi ya kiuchungaji kwa sababu ya tamaa. Walipona wachungaji wanakuwa sadaka, walipona wachungaji wanakusanya sadaka, nao wakasema tukiwa wachungaji na sisi tutakuwa na sadaka. Tukiwa wachungaji na sisi tutategemezwa. Tukiwa wachungaji na sisi tutanunuliwa magari. Nilimshangaa mtu mmoja anawaambia watu, anasema leo mkitaka kuwa matajiri, leo mkitaka kuwa tajiri, alitoa mwongozo. Nilimshangaa, akasema ukitaka kuwa tajiri wa haraka, nenda ukafungue kanisa, utakusanya watu na utakuwa bilionea. Akitoa mifano kwa wachungaji baadhi ambao tayari Mungu amekwisha wainua. Ndugu, hatutafuti utajiri katika huduma. Hatutafuti utajiri katika huduma. Usije ukajiruka kwamba unaingia kwenye uchungaji kwamba utapata utajiri. Kama utakoma ingia katika hali ya uchungaji kwa kutaka eti uwe tajiri, umekufa. Nikwambie kweli, umekufa.
Na ambacho nataka nikwambie ni kitu kimoja. Elewa kwamba huduma kama huduma ni wito. Ni wito wa Mungu. Ni kuchaguliwa na Mungu. Lakini wewe umejichagua kwa sababu ya tamaa. Kwa hiyo nikamsikiliza kwa makini. Hebu msikilize. Huyu hapa. Msikilize anavyoongea. Msikilize. Huu ni ushauri wa kipepo. Ni ushauri wa kishetani. Ni kuwashawishi watu na kuwaingiza katika sehemu ambayo si ya kwao. Itawatesa. Hebu msikilize. Ukitaka kuwa tajiri leo, usiende kutafuta dhahabu, utafia kwenye shimo. Usiende ziwani, ziwa Victoria, kuvua dagaa na sato, utazama ufe. Wala usiende Mererani, utaporomokewa na shimo. Wala usiende China, utakula nyoka. Ukitaka kuwa tajiri leo, simple, anzisha kanisa. Mwapa ushauri wa bure. Kama manabii hadi wa kike wanaanzisha kanisa, ushindwe wewe Adriano na unafundisha darasa la lesoni? Yaani tu wale wakina mama wanapiga tu kelele Shebabira na wanaendesha malenji. Unakwaje maskini kijinga hivi? Na unajua kuanzisha kanisa hata hahitaji mtaji mkubwa. Kachukue speaker za milioni 7, matulubali na kiwanja cha kukodi. Hata usinunue, kodi. Tafuta waimbishaji 3 kama huyu dada hapa anayeimbisha sharp, ila tu kamuongezee fani kidogo, mpeleke pale Bagamoyo kule Kachlo ajifunze kukatika na kunengua. Akija tu hapa atukuzwe Yesu, kiuno kikienda hivi watu wameshashangilia. Waimbaji kama 4 5 na speaker zako, anzisha kanisa, watajaa. Nyie wote ni mashahidi. Jirani na nyumba zenu kuna makanisa alianza, ni kweli ama si kweli? Nijibu basi, ni kweli au si kweli? Na alianza kimchezo. Leo ni makathedro makubwa. Juzi tule mchungaji Magembe wa TAG wamegombana huko, mzee yule wa watu kaona ugomvi ni wa nini, kajiengua. Kaenda sehemu na wadau wachache wakamfadhili, kapata lieneo. Juzi nilikuwa naangalia kanisa saizi liko floor ya kwanza juu. Watu wamejaa. Nilikuwa naangalia clip moja, washiriki 1200 na wametoka wapi? Na watia moyo. Na unafikiria watu wanataka mahubiri magumu kama haya tunaohangaika nao hapa, paka nawaambia Kigiriki sijui Kiebrania na mnaniangalia tu hivi kama mjusi anaota jua. Watu hawataki haya. Watu wanataka simple message. Ukishakuja tu hapa unasema naye Yesu akamwambia enenda usitende dhambi tena. Unakula yai la kienyeji na asali, sauti inakuwa namna gani? Nzito. Tosha. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, imenipasa kupita Samaria. Wewe mama, Bwana apite katika Samaria tumbo lako upate mtoto. Somo hilo tayari. Namuona mama anasema napokea. Kiitisha sadaka 100,000. Watoto wajaenda shule. Ujanunua suti. Ujaenda yadi ukavuta gari. Unaweka pale jina la kanisa kubwa kabisa. Nabii na mtume wa kanisa la Birika la Siloamu. This is Legrand from Simple Generations. Ukitaka kuwa tajiri leo, usiende kutafuta dhahabu, utafia kwenye shimo. Usiende ziwani, ziwa Victoria, kuvua dagaa na sato, utazama ufe. Wala usiende Mererani, utaporomokewa na shimo. Wala usiende China, utakula nyoka. Ukitaka kuwa tajiri leo, simple, anzisha kanisa. Mwapa ushauri wa bure. Kama manabii hadi wa kike wanaanzisha kanisa, ushindwe wewe Adriano na unafundisha darasa la lesoni? Okay. Haya ni mafundisho ya kipepo. Ni mafundisho ya kuwadanganya watu ili wasiweze kujua kinachoendelea. Kuna kusudi la Mungu. Hukumu iko mbele yako. Lazima ulijue.
huduma ya Mungu ni wito mpaka uchaguliwe. Hebu sikia. Tasoma kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza ile sura ya 16 mstari wa kwanza, tusome mpaka mstari wa 13. Bwana akamwambia Samueli. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa. Ikiwa mimi nimemkataa. Asiwamiliki Israeli. Asiwamiliki Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka. Uende nami nitakupeleka. Sikia. Ndiyo. Kwa Yese. Kwa Yese. Bethlehem. Bethlehem. Maana nimejipatia mfalme. Maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Na nimejipatia. Rudia pale juu kidogo, nasemaje? Bwana akamwambia Samueli. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli? hata lini utamlilia Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa. Ikiwa mimi nimemkataa. Asiwamiliki Israeli. Asiwamiliki tena Israeli. Ijaze pembe yako mafuta. Ijaze pembe yako mafuta. Uende nami nitakupeleka kwa Yese. Uende nami nitakupeleka kwa Yese. Anaenda kufanya nini? Amemkataa Sauli. Ameshamchagua mtu mwingine. Katika nyumba ya Yese, Mungu amekwisha jipatia mtumishi. Tunaswala kujiuliza, kwa Yese palikuwepo na watu wangapi? Endelea kusoma. Bethlehem. Ndiyo. Maana nimejipatia mfalme. Sikia, anasema maana nimejipatia nini? Mfalme. Mfalme. Katika wanawe. Katika wanaye, katika watoto wake nimejipatia mfalme. Sio nimejipatia ufalme, nimejipatia mfalme. Ndiyo. Samueli akasema. Samueli akasema, nawezaje kwenda kwa Sauli? Nawezaje kwenda kwa Sauli? Akipata habari. Akipata habari. Ataniinua basi Bwana. Ndiyo. Akasema. Basi Bwana akasema. Chukua ndama pamoja nawe. Chukua ndama pamoja nawe. Ukisema. Ukisema. Nimekuja ili. Nimekuja ili. Kumtolea Bwana dhabihu. Kumtolea Bwana dhabihu. Mungu yuko katika kuchagua. Hapo Mungu yuko katika kuchagua. Nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo watu wanavyotakiwa kumtumikia Mungu katika nafasi zao. Mungu yuko katika kuchagua. Sauli amekwisha asi. Mungu amekwisha mkataa. Na Mungu anasema, nimeshajipatia mfalme. Na nimeshamchagua. Yuko katika nyumba ya Yese. Yuko katika nyumba ya Yese. Nimeshajipatia, nimeshamchagua. Ila nataka nikutume wewe kama mtumishi wangu, ambaye tayari na wewe nilikuchagua kati ya watu niliowachagua. Leo nataka nikutume uende kwenye nyumba ya Yese. Maana katika nyumba ya Yese nimeshajipatia mfalme. Nimeshajichagulia mfalme atakaye ongoza taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nakupenda. Ndiyo. Samueli akafanya hayo. Samueli akafanya hivyo alivyoambiwa. Aliyosema Bwana. Alivyosema Bwana wa majeshi. Akaenda Bethlehem. Akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji. Wakaja wazee wa mji. Kumlaki wakitetemeka. Walikuja kumlaki na kutetemeka. Nao wakasema je. Nao wakasema je. Umekuja kwa amani? Umekuja kwa amani? Naye akasema. Naye akasema. Naam. Naam. Kwa amani nimekuja kumtolea Bwana. Kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni njoni. Kama maagizo ya Mungu alivyokuwa amemwagiza kwamba ukifika sema nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Nao wazee wanamuuliza umekuja kwa amani? Naye anasema nimekuja kwa amani. Ndiyo. Bwana dhabihu. Ndiyo. Jitakaseni njoni pamoja nami. Akasema kwa kuwa umekwisha fika mara hapa, jitakaseni pamoja na mimi kwenye dhabihu. Ndiyo. Akawaita
akawatakasa Yese na wanawe, Yese pamoja na watoto wake, akawaita kwenye dhabihu. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa, nisikilize, kwa hiyo tunaona hapa kwamba kumbe Yese alikuwa na watoto, sio mtoto. Alikuwa na watoto, sio moja, sio wawili. Lakini katika nyumba ya Yese Mungu amekwisha jichagulia mfalme. Kati ya watoto wake wote akajipatia mmoja, akasema huyu ndiye atakayekuwa mfalme, nimemchagua. Akawaita watoto wa Yese, akamuita na Yese akawepo, wote akawatakasa na wazee wa mji ule. Nisikilize, mtumikie Mungu katika nafasi aliyokuchagulia, katika nafasi aliyokuchagulia. Endelea kusoma. Ikawa walipokuja, akamtazama mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa Eliabu, akasema yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Ndiyo. Lakini Bwana amwambia Samueli. Sikiliza, alipomwona nani? Samueli. Alipomwona nani yule? Huyu hapo, Eliabu. Samueli alipomwona Eliabu akasema yamkini huyu ndiye Bwana akamchagua. Kumbe Mungu hajamchagua. Angechelewa kidogo, angemuweka Eliabu katika ufalme na angeteseka, kwa sababu ile ilikuwa sio nafasi yake. Mwenye nafasi yake hajapatikana. Kwa hiyo Samueli akajua ya kwamba huyu inawezekana ndiye Bwana akamchagua. Lakini Bwana akasema ndiyo, usitazame uso wake. Akasema, akamwambia Samueli, na kuonya kwa macho ninavyokuona tayari unataka kushawishika kumchagua mimi sijamchagua. Sasa na kuonya usitazame uso wake. Usitazame uso wake. Maana yangu ni nini? Ni kwamba wako watu ambao wanatazama uso. Mtu anaangalia anasema huyo unafaa kuwa mchungaji wewe. Unafaa. Kumbe Mungu hajamchagua kwa mchungaji. Akiangalia hivi anaangalia hivi mama huyo anastahili kuwa mchungaji. Kumbe Mungu hajamuita katika uchungaji. Unambebesha mzigo ambao si wa kwake. Na ndio maana akienda kule akawabebesha washirika wote mimba mabinti, hakuna mtu wa kumlaumu. Anayelahumiwa ni wewe uliangalia uso wake. Hakuna uchungaji wa kupewa na mwanadamu. Hakuna utumishi wa kupewa na mwanadamu. Utumishi wa Mungu si kama utumishi wa kiserikali, kwamba naweza nikaenda kwenye chuo nikasoma nikafuzu. Au hata kama sijafuzu lakini sina akili nikatumia hela, lakini mpaka ile kazi naitaka nikaipata. Kazi ya Mungu sio kazi kama ya kiserikali. Kazi ya Mungu ni kazi ya Mungu pekee. Mpaka Mungu akuchague. Mungu akamwambia Samueli, usithubutu kuangalia uso wake. Huyo mimi sijamchagua. Ndio, soma. Wala urefu wa kimo chake. Usiangalie hata urefu wa kimo chake. Usimwangalie ndugu. Usimwangalie mtu na urefu wake ukasema huyu anafaa kuwa mchungaji. Hajaitwa kwa habari ya uchungaji. Usitazame urefu wa kimo chake. Uchungaji sio urefu. Uchungaji sio unene. Uchungaji sio pesa. Uchungaji sio utajiri. Uchungaji ni wito. Ni wito. Ni kuchaguliwa na Mungu. Mungu akamwambia Samueli, nimejipatia mfalme kwenye nyumba ya Yese na nimeshamchagua. Nenda, jaza pembe yako ya mafuta, pembe yako mafuta, uende katika nyumba ya Samueli
nyumba ya Yese nimejipatia mfalme. Anaenda, panapita mmoja Eliabu, anataka kushawishika kwenda kutaka kumchagua, baada ya kumwangalia kimo cha urefu wake na baada ya kuangalia uso wake na kitambi chake, akawa amekwisha jua kwamba huyu inawezekana ndiye mfalme, ndiye mtumishi, huyu ndiye aliyemchagua. Kumbe no, Mungu hajamchagua, yuko ambaye amekwisha chaguliwa. Ndio naomba uwe makini kunisomea Biblia. Kwa maana mimi nimemkataa. Kwa maana Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo. Kwa maana Bwana amemkataa. Bwana aangalii kama mwanadamu aangaliavyo. Tuwe makini. Tuwe makini. Na nitoe wito kwa wale ambao wamepewa cheo kikubwa, ambao Mungu amewajalia, amewapa cheo kikubwa katika habari ya kiutumishi. Tuwe makini. Mtu aliyepewa cheo ana mamlaka ya kumchagua mtu yote kwamba kuwa mchungaji, lakini kama Mungu hajamchagua mtu kuwa mchungaji, hawezi kutumikia ule uchungaji. Kwa hiyo maana natoa wito kwamba Mungu kama amekujalia, amekupa cheo kikubwa, askofu, mwangalizi wa kila, yani kila yoyote, kuwa makini katika habari ya kuchagua mchungaji. Maana wachungaji wengine si kwamba wameitwa. Tunaweza tukawa kama Samueli, jinsi alivyomuona Moabu, Moabu alivyomuona akasema huyu inawezekana nafaa. Akaangalia urefu wake, akaangalia kimo chake, akaangalia uzuri wake, akawaza akasema labda Mungu amemchagua huyu. No, never. Lazima tuelewe, tutambue kwamba uchungaji ni wito. Ni wito. Kwa sababu utamchagua mtu kwamba wewe ndio utakaye kuwa mchungaji, utamweka pale, utampachika mara pale. Lakini kisha kumpatia ule uchungaji, elewa kwamba kuna uchungaji wa kupewa, lakini kuna uchungaji wa kuitwa na Mungu mwenyewe. Lakini ule uchungaji ambao wa kupewa, ambao umempatia mtu, ukasema wewe ndio utakao kuwa mchungaji, ndugu, ule uchungaji atakaa, lakini utamtesa. Lakini atakayekuwa anayefanya kitumishi, hata kuwa anafanya yenyewe, ataviboronga kwa sababu yeye hajachaguliwa na Mungu, ila amepewa uchungaji na mwanadamu. Kwa hiyo ule uchungaji atafanya tena, hatakuwa na mzigo ndani, hatakuwa na mzigo wote, kwa sababu amechaguliwa kama mwanadamu aangaliavyo. Kwa hiyo kuna watu wengine hatutawalalamikia, kuna watu wengine wataviboronga, hatutawalalamikia, kwa sababu yamkini hawajachaguliwa na Mungu. Biblia iko wazi, wala hapa hakuna kupinga. Biblia iko wazi, soma Biblia. Biblia iko wazi, utumishi, uchungaji mpaka uitwe. Na hata ukisoma habari za kina Paulo na Sila, waliitwa. Kama wasingekuwa wameitwa, ile misukosuko walioipitia, wangefikishwa gerezani. Siku ya kutolewa gerezani, wangemkana Yesu kuwa sio Bwana Mwokozi, lakini hawakumkana Bwana kwa sababu walikuwa ndani mwao kuna wito. Waliitwa na Mungu mwenyewe, na ndio maana ishara na miujiza iliweza kutokea. Kwa hiyo mtu kama atakuwa ameitwa kwa wito na kuchaguliwa na Mungu, na kuambia mambo makubwa yatatendeka, mambo makubwa yatafanyika. Lakini hata kutane mlima unaolinganaje, na kuambia uchungaji ataimili na ataendelea kufanya. Lakini kama atachaguliwa na mwanadamu kwa kuangalia uzuri, kwa kuangalia kimo na urefu, kwamba huyu anafaa kuwa mchungaji, kwa kutumia jicho la kiwanadamu, atateseka sana. Ndio maana mnasikia matukio makubwa. Nasikia mara mchungaji kakamatwa na mwanamke anazini. Mara mchungaji kakamatwa na binti kampachika mimba. Ndio. Mara mchungaji mara katukana maskofu, katukana askofu, katukana mwangalizi, kwa sababu ndani huyo mtu hajaitwa. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumikie Mungu katika sehemu ambayo amekuitia. Ukitumika katika sehemu ambayo Mungu hajakuitia, utateseka sana. Ndio. Soma.
Maana mwanadamu hutazama sura ya nje. Maana mwanadamu hutazama sura ya nje. Bali Bwana hutazama. Lakini Bwana moyo. Hutazama moyo. Ndipo Yesu akamuita Abinadabu. Ndipo Yesu akamuita mtu mwingine Abinadabu. Akampitisha mbele. Na yeye akampitisha. Naye akasema Bwana hakumchagua. Bwana hakumchagua na huyu. Ndipo Yesu akampitisha Shama. Akampitisha tena mwingine Shama. Na yeye akasema wala Bwana hakumchagua. Na huyu Bwana hakumchagua huyu. Yesu akawapitisha wanawe 7. Wote alipitisha wanawake 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yesu, Bwana hakuwachagua hawa. Kuna ambao wakuchaguliwa. Kuna ambao wamekalia kitu ambacho sio chao. Kuna ambao wamekalia sehemu ambayo sio yao. Kuna ambao wamechukua uchungaji ambao sio wao, sio nafasi yao, sio mzigo wao. Sio nafasi yao, sio mzigo wao. Kuna ambao wamekalia kiti sio cha kwao. Si kana kwamba watu waliyekalia viti vya kichungaji kwamba wote ni wachungaji, never. Na sio shida kuitwa mchungaji, sio shida. Shida ni kwamba umeitwa. Umeitwa. Shida ni kwamba umeitwa. Shida ni kwamba umeitwa. Kuitwa mchungaji sio shida. Hapana, hata mchawi mwenyewe anaweza kujiita mchungaji. Hata majambazi wanaweza kujiita mchungaji. Leo hii mbona majambazi wanateka wakiwa na Biblia? Wajiwekea uchungaji wa bandia. Ndio, hata makomediani wanaigiza uchungaji. Kwa hiyo kuitwa mchungaji sio shida. Shida ni kwamba umeitwa, umechaguliwa kuwa mchungaji. Kwa hiyo tunaona kwamba Samueli akawapitisha wote. Akina Shama akawapitisha wote, akina Debo akawapitisha wote. Lakini watoto 7 wote akawapitisha, watoto wa Yese. Lakini wote akasema Mungu hajawachagua hawa. Mtumikie Mungu katika nafasi ambayo Mungu amekuchagulia. Ukitumika katika nafasi ambayo Mungu hajakuchagulia, itakutesa. Nakwambia ukweli, itakutesa. Wewe nenda kaangalia mchungaji. Umeitwa na Mungu. Unanitazama. Umeitwa na Mungu. Lakini angalia mapito unayoyapitia. Angalia milima unayoipitia. Angalia mabonde unayoyashuka. Angalia vita ulionayo. Angalia mambo yanayokufuatilia. Angalia jinsi ambavyo unateseka mpaka unalala usingizi haupatikani. Hebu jiulize, wewe umeitwa, lakini mateso ni mengi na mawazo ni mengi. Sasa nikuulize, je, huyo ambaye hajaitwa akikutana na hayo atahimili? Akikutana na hayo atahimili? Never. Hawezi kuhimili. So, hawezi kuhimili. Anayehimili mambo hayo ni yule ambaye ameitwa. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anayetazama kwa masaa kwa majira kama haya, ndio maana unaendelea kwa sababu umeitwa. Lakini yule ambaye hajaitwa akikutana haya, mtamsikia yuko Uganda, mtamsikia yuko Mtukura, mtamsikia yuko Burundi. Atakimbia, ataiacha kazi ya Mungu, kwa sababu ndani mwake hakuna mzigo na hajachaguliwa. Yes, hajachaguliwa. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba watoto 7 wote Mungu akasema hawajachaguliwa. Mungu hajawachagua. Mungu hajawachagua. Kama angetumia jicho la kiwanadamu, basi angeamua kuwachagua, akasema wewe ndio mfalme. Lakini angepata shida. Endelea kusoma, angepata shida. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Watoto wako wote wako hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao. Natazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete. Kwa sababu hatutaketi. Hata atakapokuja huko. Hata atakapokuja. Hatuwezi kuketi kabla hajaja huyo mtu ambaye Mungu tayari amemchagua. Hatuwezi kukaa
mpaka aletwe. Ndiyo. Basi akatuma mtu. Basi akatuma. Naye akamleta kwao. Na akamleta. Naye alipokuwa mwekundu. Mwenye macho mazuri. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema. Ondoka umtie mafuta. Haya, nenda ukamtie mafuta. Tayari niliyemchagua ni huyo, sio Hawa. Niliyemchagua ni huyo. Nenda haraka sana ukampake mafuta. Maana huyu ndiye niliyemchagua mimi. Huyu ndiye niliyemchagua. Mungu watu ambao amewachagua katika nafasi zao, katika kazi zao, anawajua. Anawajua kuliko unavyowajua wewe. Mungu akamwambia Samueli, akamwambia huyo aliyekuja haraka sana, nenda ukamtie mafuta, nenda ukampake mafuta, nenda haraka sana, maana huyo ndiye niliyemchagua, na ndiye atakayekuja kuwa mfalme na kuamiliki wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Akasema Mungu aliyowachagua na wajua, na waliowachungaja na wajua, na aliyowaita akawachagua na wajua, na ambao hajawachagua na wajua, na waliojichagua na wajua. Kuna watu wengine walijichagua tu kwa sababu ya maslahi yao. Kuna watu walijichagua tu kwa sababu ya matumbo yao. Kuna watu waliojichagua tu kwa sababu ya tamaa zao. Baada ya kuona wachungaji wengine wamechangiwa magari, nao wanasema tutakwenda kuwa wachungaji ili tupate kuchangiwa magari. Baada ya kuona watu wengine wanategemezwa, wakasema na sisi tukiwa wachungaji tutakwenda kutegemezwa. Lakini Mungu hajawachagua. Mungu hajawaita. Hiyo nafasi waliopo sio ya kwao. Wameiparamia. Na baada ya hapo kinachokwenda kutokea kwao ni anguko kubwa lisilo la kawaida. Ni mambo makubwa watakaye kwenda kuyafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Neema ya Mungu ikubariki popote ulipo, na baraka za Mungu zikubariki mahali popote ulipo. Kwa hiyo akamwambia Samueli, akasema mimi tayari nimekwisha muona ni huyo, haraka sana nenda ukampake mafuta, maana huyo ndiye mfalme. Huyo ndiye mfalme. Mungu aliyewachagua na wajua. Sasa nisikilize. Nikisikilize nikwambie jambo. Mtumikie Mungu katika nafasi Mungu aliyokuitia. Usimtumikie Mungu katika nafasi ambayo hajakuitia. Usiparamie nafasi ambayo si ya kwako. Tena mimi nawapeni pole. Leo hii tuna viongozi ndani ya makanisa. Unatumika na viongozi ndani ya kanisa, mchungaji. Lakini kiongozi anaangalia jinsi ambavyo unavyofanyiwa, na huko anakuwa na tamaa. Mwisho wake anaanza kutamani uchungaji. Anajiuliza, hapa nifanye nini? Anajiuliza, nikiwa mchungaji nitafanyiwa kama huyu mchungaji. Nikiwa mchungaji nitafanyiwa kama hivyo wanavyofanyia. Lakini kumbuka, nataka nikwambie, uchungaji wa tamaa hudumu. Usiparamie nafasi ambayo sio ya kwako. Acha Mungu akuchague. Acha Mungu akuite. Sikiliza, usiparamie nafasi ambayo sio yako, maana itakutesa. Acha Mungu akuchague. Acha Mungu akupe nafasi. Unaparamia uchungaji, utakutesa. Uchungaji sio kitu cha kawaida, nataka nikwambie ukweli. Play kabisa. Nakwambia ukweli kabisa. Uchungaji sio kitu cha kawaida. Hivi unajua wewe? Unaelewa wewe? Uchungaji sio kitu cha kawaida. Kuna mwaka fulani ilifika wakati nikasema, Bwana, kama ningejua yaliyomo katika uchungaji, Baba, ningekataa mapema. Lakini Mungu anisamehe, kwa sababu nilifikiria jambo ambalo si sahihi. Kwa sababu ya magumu na changamoto ya kitumishi. Alafu wewe Mungu hajakuita. Alafu nasema baada ya kumwona mchungaji
Mungu amemuinua au anafanyiwa jambo, na wewe unaanza kutamani, sema nikiwa mchungaji nitafanyiwa hili. Ndugu, utaumia zaidi. Acha usiparamie uchungaji kama Mungu hajakuita. Tulia kabisa. Yaani mimi siwezi kukupamba, siwezi kukupaka mafuta kwamba nikakushawishi kwamba uwe mchungaji. Nasema hivi, kama Mungu hajakuchagua kuwa mchungaji, fanya kile ambacho Mungu amekuchagulia. Fanya kile ambacho Mungu amekuchagulia. Maana uchungaji si kitu cha kawaida. Usiparamie uinjilisti. Kama Mungu hajakuita katika habari ya uinjilisti, ndugu, fanya kazi sehemu ambapo Mungu amekuchagulia. Usiparamie unabii. Mtu anakuwa na mtazamo, na mwangalia nabii anatabiri, anasema na mimi ningekuwa kama huyo, na mimi Mungu akinisaidia na mimi nikatabiri kama huyo, na mimi nitakuja kuwa kama huyo. Unajibandika tu katika unabii wa uongo. Unajua ni nabii wa uongo kwa sababu Mungu hajakuita. Usiparamie kazi ambayo Mungu hajakuitia. Wengi sana umeparamia kazi ambayo sio za kwao. Nadanganywa kule kwenye injili za mitaani. Unaambiwa ukitaka kuwa tajiri, ukitaka kuwa tajiri, nenda ukafungue kanisa. Unafikiri kwamba tunaingia kwenye uchungaji kwa ajili ya utajiri? Utajiri ni mengineyo. Utajiri ni mengineyo. Na uchungaji ni kitu kingine. Uchungaji na utajiri ni kitu kingine cha tofauti. Ukiingia katika hali ya uchungaji kwamba uende kutafuta utajiri, ndio hao unaowasikia mpaka wanauza mpaka kokoto. Ndio hao unaowasikia mpaka wanauza nywele za kichwani kwamba ni nywele za upako, wakati na wewe una nywele. Nyumbani umeacha mawe. Ndio hao unausikia kipande cha sabuni cha shilingi 500 unakwenda kununua kwa shilingi 5,000 hadi mpaka 10,000. Kwa sababu uchungaji wa kitajiri. Unaingia kwenye uchungaji kwa ajili ya utajiri, umekufa. Naelewa, nataka uelewe jambo hili. Utumishi unatafutwa. Kuwa makini sana. Mungu akubariki. Bwana akutie nguvu. Mtumikie Mungu katika nafasi aliyokuitia. Usiparamie nafasi ambayo Mungu hajakuitia, maana itakutesa sana. Usitumike katika habari ya uchungaji wa kupewa. Kwamba mtu anakuja na bandika anasema wewe utakuwa mchungaji kuanzia leo, nakuombea kwa jina la Yesu, unakuwa mchungaji, unakimbia, unakwenda kwa mchungaji. Jihakiki mpaka uwe na uhakika kwamba Mungu amekuita kweli kweli. Nakumbuka wakati Mungu